Asante, naomba tuketi. Abandu befwe mirembe. Mirembe bosi. Muri moyo. Asante sana. Bwana asifiwe. Asante sana Governor. Natambua viongozi wote ambao wamefika hapa, viongozi wa kanisa, viongozi wa siasa, serikali na viongozi wa jamii. Nimefika hapa Navakholo leo kwa mwaliko wa viongozi wenu kupitia mbunge wenu Mheshimiwa Emmanuel Wangwe. Mheshimiwa Emmanuel Wangwe amekuwa rafiki yangu wa muda mrefu. Tulikuwa naye kule bungeni, tumefanya kazi pamoja. Ni kiongozi mzuri, ni kiongozi aliyekomaa, na ndio unaona amechaguliwa mara 3 mfululizo. He's one of the senior members of parliament we have in Kenya today, him with Bernard Shenali and others, kwa sababu wamekaa. Sijui kama Aseka amefikisha that term ama bado ako second term. Kwa hivyo nashukuru sana Mheshimiwa Wangwe, rafiki yangu. Asante sana kwa kazi nzuri ambayo unafanya katika sehemu hii ya Navakholo. Mheshimiwa Wangwe pia na hao waheshimiwa wote wakiwemo Mheshimiwa Shinali, Aseka, Governor wetu Mheshimiwa Barasa, Deputy Governor Mheshimiwa Savula ambaye anasema ni mtoto ya pastor. Hao wote ni marafiki wa Rais William Ruto. They are personal friends of President Ruto. Kwa hivyo mko na nafasi nzuri watu wa Navakholo, kwa sababu viongozi wenu wote wako na direct relationship and friendship with the president of the country. And because of that friendship, many of the things that you want to be done for this constituency and for this county will be possible because they are friends personally to the president and to the rest of us. Kwa sababu hata mimi nimesema ni marafiki zangu. Wakati Mheshimiwa Wangwe aliniita hapa, aliniambia nikuje kushiriki katika ibada ya kanisa hili la Marafiki Quakers Church. Na nimeshukuru sana, nimeona it's a lively church na nataka nirudi tena kwa sababu nimependa vile mnaendesha mambo ya kanisa hili. Mungetaka nirudi siku ingine? Nirudi siku ingine? Wacha niseme kwanza yale mambo ambayo Mheshimiwa Wangwe alikuwa ameniambia. Nayo ni kwamba last year 2023 Mheshimiwa Rais alikuwa akuje hapa kusaidia akina mama wetu wa hili kanisa kupata basi. Lakini hata kabla ya hapo Mheshimiwa Rais alikuwa amekuja hapa safari nyingi, sababu ni rafiki wa mbunge wenu. Hiyo technical call, KMTC yeye ndiye alikuja kuanzisha, na nafikiri yeye ndiye atakuja pia kucommission at some point kama haijakuwa commissioned. Na ako na miradi mingi alianzisha hii Kakamega. Kazi yangu sasa vile governor ameniadvise ni kuenda na kuharakisha hiyo miradi isonge mbele, ndio ikiwa complete Rais akuje kucommission when the projects are complete. Kwa hivyo wakati Rais alikuwa akuje hapa kusaidia kununua hiyo basi ya kina mama, kukatokea mkasa. Tukapoteza kiongozi mmoja wetu wa jeshi, kwa anaitwa General Ogola, Mungu amlaze mahali pema peponi, ambaye alifariki akiwa kazini ya kulinda taifa letu kule Elgeyo Marakwet. Na kwa sababu ya msiba Rais akaahirisha ile shughuli. Kwa hivyo Mheshimiwa Wangwe wakati ananiambia nikuje hapa akanikumbusha hiyo request ambayo Rais alikuwa
mmemfuatia hiyo request kama akina mama kuwatafutia basi ya kufanya kazi zenu za kanisa na kiinjilisti. Na mimi na Wangwe tumeenda tukaongea na rais na akasema kwa sababu siku hizi hatuna mambo ya harambee, akanituma tukiwa na Wangwe, na nishaongea na viongozi wa akina mama wa kanisa hili. Rais amenunua basi, ametutuma tuhakikishe basi imepatikana. Kwa hivyo kesho asubuhi Mheshimiwa Wangwe na leaders wa kina mama wanaenda pale Isuzu to order a brand new bus courtesy of President William Samuel Ruto. Simeona rais ni rafiki yenu? Simeona ametimiza ahadi? Na kwa vile rais ametimiza ahadi, vile tumekuja hapa pia tumeambiwa kuna mahitaji zaidi ambayo mngetaka tusaidiane. Ili jengo tumefungua hapa, tulisaidiana na Mheshimiwa Wangwe na Mheshimiwa Rais. Ile pesa ambayo ilijenga hapa 18 million ikapatikana, ndio hiyo jengo tuition block ambayo tumefungua hapa siku ya leo. Na kwa sababu wakati wa Mheshimiwa Wangwe walikuwa wanasukuma hii tuition block, walisukuma na rais. Na mimi nimesema ile block iko pale chini, mimi na Wangwe tunaenda kutafuta another 18 million kujenga block ingine kama hii. Vile vile tuko na TVET yetu, tuko na Technical Vocational Training Center hapa katika hii bahali. Nimeongea na principal na ameniambia kuna ahadi ambaye serikali imetoa ya kupatiana kompyuta 100 ya laboratory ya hiyo TVET. Nataka pia niseme nikirudi Nairobi naenda kutafuta wizara ya ICT, na nataka niwaahidi tunapoanza Januari kompyuta zote ambazo zinahitajika zitakuwa zimepatikana kati ya hiyo laboratory. Kwa hivyo tunaendelea vizuri. Na nimesikia mambo ya ujenzi wa kanisa vile ningetaka tufaje, kwa sababu saa hizi maneno ya harambee imeleta siasa mingi. Lakini sisi tunajua ya kwamba makanisa yanajengwa na Wakristo. Na Wakristo ni sisi zote. Kuna Wakristo wako kwa siasa, kuna Wakristo wako kwa jeshi, kuna Wakristo wakulima. Wakristo ni sisi, ama kuna wengine? We are the Christians. Lakini kwa sababu hii mambo ya kujenga kanisa ambayo wengi wetu tumeanza miaka mingi imepita, tutaendelea nayo. So I just want to request the Honorable Wangwe aniletee viongozi wa Navakholo, the leaders, wale leaders wa Navakholo, sijui kama inaitwa diocese ama inaitwa nini. Hiyo sasa wakuje nipangie hao vile tutajenga kanisa hapa Navakholo ya Quakers. So you organize a meeting. Vile vile tukiwa hapa tumefanya mkutano na viongozi wenu MCAs, governor na mheshimiwa, na tumekubaliana asubuhi kuna mambo ambayo tunapaswa tufanye. Ya kwanza tumesema ya kwamba hii Navakholo iko na nyumba 2 ambazo ni nyumba za jamii ya hapa, na mnataka constituency kuwe na sub-county 2 ili kila nyumba ipate nafasi ya kusongesha mambo yao ya maendeleo. Na tumeomba wameomba ya kwamba serikali peane sub-county ya 2 hapa, ndio kuwe na sub-county ambayo itasaidia jamii yetu ya Batsoso na sub-county ile ingine ya ile jamii yetu ya Banyala. Nimekubali ya kwamba tutapeana sub-county mpya katika hii sehemu ya Navakholo.
So hivyo tutaanza utaratibu. Nimeagiza wale wanahusika ambao ni provincial administration ama ngao, National Government Administration Officers. Nimeagiza regional commissioner, aagize county commissioner, na county commissioner aagize deputy county commissioner wafanye public participation, ili tukiweka kwa gazeti mtu asiende kotini, kwa sababu Kenya tumekuwa na kesi nyingi ambazo zimetatiza mambo mengi ya kimaendeleo. We must do public participation, those minutes to be escalated to Nairobi. As soon as the public participation process is finalized, we will gazette a new sub-county so that we can have 2 sub-counties in Navakholo constituency. Ni vile vile kuna request ambao kupitia mbunge wenu, governor na deputy governor na MCS ambao tumekubaliana MCS watakuja kule Nairobi. Juzi tumekuwa na MPs wenu wa Kakamega pamoja na senator. Tulikuwa nao kule Nairobi, tukaketi, tukaongea mambo mengi ya Kakamega nzima ya kimaendeleo. Na tukakubaliana vile tutasonga pamoja, mimi nikiwasaidia. Ama mimi sio mmoja wenu? Si am one of you? Nasikia hii Kindiki kwa Kimaragoli ni kuuliza ni nini hii nateri. Push for the development of Kakamega the same way every other leader from this county is pushing. And it is also the right thing, because Kenya is one country. Every part of the country requires the support of those of us who have been entrusted with national leadership. The president has been very clear, we need to keep the nation united, and for the nation to remain united, development must be provided in every part of our country without discrimination. Niseme kwa sababu tunafanya kazi na wabunge, senator, governor tunafanya naye kazi. Wiki hii tutakuwa na mkutano wetu wa pamoja na baraza la magavana IBEC, na huyu governor baraza ndiye anasimamia masuala ya fedha. We'll have a IBEC meeting, na baadaye nimemwambia tukimaliza hiyo mkutano kubwa alete MCS wote kutoka Kakamega ili watutembelee kule Nairobi, pia waseme mambo ya maendeleo ya hapa. Si namna hiyo? That is how we will build the unity of our country. Vile vile tumeongea na Wangwe, tumesema atafutie pia wazee wetu, leaders, community leaders, leaders wa kina mama, leaders wa professional organizations, teachers, pia tufanye kikao ya kuongea mambo ya maendeleo ili tusongeshe taifa letu mbele. So we have a lot of work ahead of us. Tuko na kazi kubwa. Na mimi nataka niseme vile vile viongozi wengine katika serikali ambao ni viongozi wakuu kutoka sehemu hii, tunafanya kazi pamoja. Na hata kama wako hapa siku ya leo, sisi tumeamua ya kwamba tujigawanye into various groups so that we can reach as many parts of Kenya as possible. Ndio unaona rais, kuna mahali rais hako siku ya leo. Ule ndugu yangu Musalia Mudavadi ako kule Kilifi. My brother Speaker Moses Wetangula ako Wajir. Mawaziri wengine, kuna wengine tumetuma kule Meru. Ili serikali ijumuishe wananchi wote pamoja, kwa sababu tukikaa sisi zote mahali moja, ile speed ya maendeleo itakuwa kidogo. So we are all working together, and even those who are not here are a part of us. Nimesikia hitaji ile kubwa, ile item number 1 saa hii ya Navakholo constituency ni C41. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Lurambi, Musikoma, Bungoma, C41. Hii barabara ilikuwa imeanza 45 kilometers from Lurambi to Musikoma, 13 kilometers ikakwama. And we have many stalled projects that started earlier, and then because of financing problems, many of the projects
could not provide because of challenges in Exchequer. And we are working to make sure that we revive all those projects and complete them, even before we start new ones. And when the members of parliament from Kakamega County, under the chairmanship of Shinali, Emmanuel Wangwe was there, Aseka was there, the Senator Kalwale was there. When they came, before they came to see me, walikuwa wameona rais, rais akawatuma kwangu, tumeketi, na mimi nikawatuma kwa waziri wa barabara Davis Chirchir, and I want to assure you, we will do whatever it takes, and we will revive the construction of C41, Lurambi Musikoma Road, with immediate effect. Tutajaribu vile tutafanya, tutatafuta pesa. The Ministry of Roads has already identified it as a priority project, na tumekubaliana, kwa sababu mimi ndiye msaidizi wa rais, tumekubaliana nao viongozi mwanzo wa mwaka ujao, kwanza to make sure contractor amerudi, pesa imepatikana, contractor amepatikana, ako kwa site, mimi nikuje hapa kuinspect progress ya that construction. Na nitakuwa nakuja hapa every 3-4 months, narudi kuangalia pamoja na ile miradi ingine. Ikiwa complete, when the road is complete, that is when I will go and brief His Excellency the President to come and commission a completed project. Mungetaka tuendelee namna hiyo? Tuendelee namna hiyo? So we will do the road. We are already doing a lot in agriculture. For the first time, we have provided subsidized fertilizer to sugarcane farmers. Wakulima wa miwa hawakuwa wanatumia fertilizer kwa sababu fertilizer ilikuwa bei ghali. Ilikuwa 6,700 per 50 kg bag. Mheshimiwa Rais Ruto miaka miwili imepita, amefanya kazi kubwa katika mambo ya kuboresha kilimo. Na ile bei ya fertilizer ilikuwa 7,000, imepungua ikawa 2,500. Wakulima wengi wa miwa wameanza kutumia fertilizer ama mbolea kwa miwa. Na kwa hivyo, for the first time, kwa mara ya kwanza katika miaka 20 ya taifa letu, mwaka huu hatutaleta hata gunia moja ya sukari kutoka nje ya Kenya. Tuko na sukari ya kutosha. We have produced enough sugar for our consumption. We will not need sugar from Uganda, we will not need sugar from Zambia and the other COMESA countries for the first time in over 20 years. We are also working on tea reforms and other things. There is an ongoing construction of a gold refinery factory in Kolomani, done here in Navakolo this financial year. Hiyo ni kazi ya Mheshimiwa Wangwe, mpigieni makofi jameni. Kwa sababu amesukuma hiyo mambo ya connectivity ya stima. So tuko na mambo mengi, tuko na ICT apps, tuko na maneno ya markets ambazo tunajenga, na tutakuwa na nafasi kuja kufanya inspection ili miradi hiyo ikikamilika Mheshimiwa Rais akuje commission zikiwa complete. Kuna maneno ya Regi University College na mambo mengine hapa Kakamega. Na kwa hivyo mimi siku ya leo nimefurahi kufika hapa, na tuko na nia ya kubadilisha taifa la Kenya. The president is clear. He is the vision bearer and he has provided a clear vision where he wants this country to go. Na mahali tunaendelea kujenga Kenya ambaye haiongozwi kwa misingi ya kikabila ama misingi ya kidini, inaongozwa kwa misingi ya umoja wa taifa, kwa sababu sisi zote, hii ni nchi yetu na hii ni nyumbani kwetu hapa Kenya. We must make Kenya our home. We must make every person feel comfortable to live, to work
and raise their families in Kenya. And therefore, going forward, we will have very many meetings. I will visit you so many times. God willing, I'll come here so many times, discuss with your leaders, discuss with wananchi, ili tutatue shida za sehemu hii na shida ya Kenya yetu. Mungetaka niwe natembea hapa? Niwe nakuja sehemu hii? Kwa sababu hiyo ndio lengo kuu. Na mimi nauliza viongozi wa siasa. I like what Governor Barasa has said. Right now the country is very stable politically because of the working relationship between President Ruto and our Prime Minister Raila Odinga. And we are supporting His Excellency Raila Odinga to take over the chairmanship of the African Union. The country is united to make sure one of our own is able to lead the continent of Africa in Addis Ababa. Munaunga mkono Mheshimiwa Raila apate hiyo kazi ya kule Addis Ababa? Apate asipate? Apate asipate? So we are all committed to make sure that we succeed. The country is fairly stable. We have a bit of challenges here and there, but those challenges are being addressed. Niseme ya kwamba mradi wa afya ambayo hii serikali imeleta, wengine wanaita SHA, lakini jina zuri ni Taifa Care. SHA, kuna SHIF, hiyo mambo ya SHA na SHIF yote ni Taifa Care, ya kuhakikisha mwananchi wowote mahali aliko insured, akienda hospitali, bima ya afya ya umma inamlipia wameandikwa kazi, kila siku anaitwa Harambee kwa sababu kuna mtu mgonjwa. Afanya kazi na kila mwananchi ajisalijilishe. Every citizen should register themselves for Taifa Care. Minister Ngilu's time. President Uhuru, political challenges, he withdrew. This time round, we are not going to go back. We are going to proceed and succeed. Ule akona pesa kidogo, alipe kidogo. NHIF ilikuwa, ule mtu analipa pesa kidogo, alikuwa analipa 500. Under Taifa Care, tumepunguza from 500 to 300. Alafu ule mtu ana 300, ajiandikishe, serikali itamlipia the 300. Mimi nashangaa watu wanapinga a cheaper health insurance. Kwa hivyo mimi naomba wote tujisajilishe katika maneno ya Taifa Care, and it's going to work for the betterment of the people of Kenya. Mambo ya mwisho kidogo ile nakimalizia, nataka niguzie tu uhusiano baina ya kanisa na serikali. Sisi hatuna ugomvi wowote na kanisa, kwa sababu kanisa iko na nafasi yake ya kutayarisha watu ili waende kwa Mwenyezi Mungu wakati mambo ya dunia itaisha. Dini zote tunaheshimu, dini zote, lakini vile vile kanisa pia iheshimu serikali, kwa sababu hakuna tofauti, kwa sababu serikali naye ndiye imepewa mamlaka ya kikatiba, na hata Biblia yenyewe imesema hakuna uongozi isipokuwa utokao kwa Mwenyezi Mungu. So let's work together. We don't want to have tensions and disrespect. The government and government officials should not disrespect the church or disrespect religious leaders of all faiths. But likewise,
when religious leaders want to correct government, they must correct us in love. They must correct us in love. You should not correct us as if there is a problem. There is no problem. It's only that government is a human enterprise. Government is led by human beings. There are things which we are doing to the best of our ability. And we do not mind us being advised of how we can improve those things. But when you advise us, please do it in love. And don't tear apart the country. Don't incite people against one another. And if we do that, we will build a very respectful relationship between the church and the state, even as we respect our different responsibilities in the society. Kuna mambo kidogo ya IEBC imesemwa. And I just want to urge that the reason that there is no IEBC at the moment is because some Kenyans went to court and filed an injunction. And there is an injunction against the establishment of the recruitment panel that is supposed now to recruit IEBC commissioners. So we are asking the parties that have taken this matter to court to try and reach an out-of-court settlement so that we can unblock that process and complete the reconstitution of the IEBC as soon as possible. This is a country governed by law. I have seen there are some who are blaming the government. Now, when there's an injunction, the government is not able to do anything. So we request those who filed those cases to go and reach an out-of-court settlement so that the injunction is lifted and we can move towards reconstituting an IEBC so that the people of Kenya can have political stability and the by-elections that are pending can be concluded as soon as possible. There are some political parties also who have not agreed on who will be part of the task force or who will be part of the selection panel. We also want those political parties who have not agreed on who their representative will be to also go on and agree as soon as possible and stop the blame game so that we can have a new IEBC, hopefully by the end of the year or at the latest by next month. It is not good for a country with a vibrant democracy like Kenya to stay for such a long time without a functional electoral and boundaries commission. Watu wa Navakolo, mimi nimefurahi kufika hapa na mimi ningetaka mkinikubalia February ama March nirudi tena hapa. Mmenikubalia? Mmenikubalia? Ninaambiwa pia mmoja wetu ambaye alikuwa na event kule, niliwaambia ya kwamba tumejigawa katika vikundi mbalimbali ili tuhudumie wananchi haraka. So mna mmoja ambaye ni mbunge wetu wa Malava, anaitwa Malulu Injendi, alikuwa na shughuli, nafikiri ni kanisa tu kama hii ya Quakers. Walikuwa na shughuli kule Malava, hata nilikuwa nimemtuma na salamu huko. So alikuwa anatuwakilisha pamoja na rais. Kwa hivyo tafadhali mjue ya kwamba ameshafika. Wapi makofi ya Malulu Injendi? Asante sana. That's the MP for Malava. Kwa hivyo church leaders, just before I leave, I need to, you and the MP, we need to agree how I will support the church activities, kwa sababu tumeambiwa tusifanye mambo ya harambee za hadharani mpaka sheria mpya ziwekwe za kutuongoza katika hiyo sehemu. Sisi tutaendelea kujenga makanisa na ni Mungu amesema tufanye hivyo, sio sisi tumejiamulia. Na pia sisi ni Wakristo. Hakuna mahali imeandikwa ati ukichaguliwa kama kiongozi Ukristo wako umeisha. Kuna mahali imeandikwa hivyo? Sisi zote ni Wakristo. So we continue doing our Christian obligations in humility. Na kama kuna mtu amekosewa mahali na tabia zetu,
tunaomba msamaha. Tungetaka tuendelee pamoja kujenga makanisa yetu, kwa sababu hata sisi tunatafuta kuwa na nafasi katika ufalme wa mbinguni wakati ufalme wa duniani utaisha. Na unajua kuna watu watashangaa wakituona huko, hata sisi tukifika huko. Sababu there are people who judge others. Kuna watu wamejiamulia ati wao wanajua ni nani atafika kule. Kuna watu watashangaa wakituona pale. Mimi siwezi sema kama nitakaa mbele, hiyo siwezi. Lakini Biblia inasema afadhali siku moja katika hema kuliko siku 1000 sijui huko nje. Afadhali siku moja katika hema la Mwenyezi Mungu. So hata nikifika nikae huko nyuma ni sawa. Bora nifike pale. Si namna hiyo? Muombe nchi yetu, muombe rais, na mimi naenda kuambia rais, mmemwambia mko na yeye. Ni kweli? Uko pamoja na rais? Mungetaka tufanye kazi na Emmanuel Wangwe? Tufanye kazi pamoja? Mambo ya kisiasa na maendeleo na MCS wetu. Tufanye kazi na baraza tukiwa kitu kimoja na hao viongozi wengine. Mimi naona mbele iko sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki, Mungu wa neema awalinde. Mukirudi nyumbani mkute familia zenu na watoto wenu wako salama. Thank you.